Mzee aka Dar es Salaam. Familia yao kwanza maskini, kila siku wanakopa. Nenda peleka Sida mjini. Sina kuonea huruma. Mbona kama umekuwa na muhaho? Sio muhaho. Yaani juzi tu mimi nimekaa naye hapa miaka mingapi ya? Yaani naomba tulije kitu kimoja labda kuna namna nyingine nisije kawa namchukua kumbe ni mtu wa ndugu yangu. Itakuwa sio heshima. Kuna namna yote labda mpo? Hamna, lakini unajua nimekaa naye sana hapo na sema ni vizuri kwamba anakuwa shemeji. Mkatape mababaya anamgojea Kuna hivyo kukaribisha uone. Nakuja kula. Bado unakuta mpaka sasa hizi? Pale wafunge nice. Maana mpaka sana unakuta hapo. Mpaka saa 8? Ndio kupita majira saa 8. Wala wafunge. Akini mpenzi wangu. Kiukweli. Hii hali ya kula mlo wa aina hii taseo unakosti sana. Unajua chips kuku unaweza kutumia hata gharama 10,000 chips kuku yai. Unaweza kutumia hata 10,000. Lakini usishibe. Tuwe nafikiri tuwetengeneza mazingira tu tunapika tu wenyewe. Kimela. Hii itatumia gharama kubwa sana afu hamna chochote tunachokula hapa. Wala si mlo ambao unaweza kuwa unatamani katika mwili wa binadamu kiasi. Alafu gharama kubwa alafu una thamani kwenye mwili. Kimela. Tu tunapika tu wenyewe. Hivyo ni mgeni na nini? Yaani 10,000 unaanza kusema 10,000 na kwanza 10,000 ni hela. Unanijua kabisa mimi. Mimi kupika. Napika kwa wiki mara ngapi? Mara moja, tena ikitokea kwa emergency. Ni sio mpishi wewe. 10,000 unaanza kulalamika. Shibi hapa. Sasa shida ni kwamba inaweza kuwa 10,000 sio tatizo. Lakini shida chakula chenyewe cha 10,000 hakifanani na hiyo 10,000. Nimeelewa. Hapa kwa 10,000 ina maana kama ungechukua matunda hapa, una embe, una nanasi. Yaani 10,000 hiyo hapo una chakula ambacho kinaeleweka. Sasa angalia chips na hiki. Yaani ni vitu ambavyo mpaka tunamaliza kula hapa, hamna ile shida. Bwana. Unataka mimi kila siku niwe na kati unapika. Yaani mimi kwani ni jiko? Mimi ni sufuria. Kila siku niwe napika. Siwezi. Jamaanisha hivyo. Liwa sawa. Wewe ni mpenzi wangu. Nakupenda. Kwa hivyo nafikiri tu itabidi nifuate kile ambacho unahitaji kwa ajili ya kukulizisha mpenzi wangu. Si ndio? Endelea kula. Umefungua ukurasa wa kunipa maumivu. Leo rafiki majuto. Nani mbaya? Ona mwanamke alivyokuwa mchafu. Yaani mpaka sasa hivi saa 2 badala ya kufagia unakuwa sasa kuuliza maswali yako hayo. Umelala wapi? Hiyo ndo salama. Yaani mwanamke mzima badala ya kujiongeza kama mume wangu sasa hivi karudi pengine kuna masuala ya polisi. Kuna masuala ya kugongwa na bodaboda, pikipiki. Kuna changamoto nyingi huko barabarani. Usijizunishe na kuuliza umelala wapi? Hiyo ndo salamu na kuuliza na wewe. Nimelala kazini. Ratiba kulala kazini imeanza lini?
Kazi zetu sisi hazina ratiba maalum. Kuna wakati unaweza ukalala kazini. Nimekwambia nimelala kazini. Mbona unakia marashi ya Halima? Baba, nimelala kazini. Yaani kwa hiyo marashi ambao unajua wewe ameyatengeneza Halima. Yaani ana kiwanda chake, si ndio? Basi marashi ambao yapo siku zote. Utaona nijibu swali langu. Mke wangu, mbona unazidi? Yaani kwa nini unapenda ugomvi kila siku? Wewe kwa nini unatengeneza ugomvi kila siku? Yaani hamna siku ambayo tu ndani tukakaa kwa raha. Katika mwezi raha tunaipata mara moja. Tena mpaka siku wewe ndio unakuwa yani ndio umejisikia yani siku hiyo na furaha zako zimetoka kama shetani yako imekushuka yote ndio tunakuwa na amani. Kwa nini lakini? Hebu sikia, naomba nipishe bwana, ingia ndani. Wewe nipishe bwana. Haya. Wewe unatakaje bwana? Alafu usitokijua hapa tuko nje. Sijui vizuri. Majirani wanatusikia. Tunajipa sifa mbaya sisi wenyewe. Umeelewa vizuri? Okay. Unajua nini? Sijawahi kunyanyua mkono wangu kuweka katika mwili wako, sawa? Na tu. Jaribu uone. Toka libete. Nimeshapita basi, mbona unanifanyia hivyo? Okay, unataka nifanye? Sema wewe unataka nifanyaje, niambie, unataka nifanye? Ibesha. Nibesha hivi. Licha ya dhiki mapito kwenye maji ya shingo, nilikuwa na wewe, nilikuwa na wewe. Nimweleze nani mimi, niende kwa nani wa kuokoa jazi la ndoo yangu linazama. Wewe, wapi? Mama, mimi nenda mjini. Nimesema hakuna kwenda. Mama, mimi nishachoka kuishi hapa, nishachoka kukula maembe kila siku. Mimi inabidi tuende mjini nikapambane mama. Nimesema hakuna kwenda safari hiyo. Sitaki, hamna kwenda. Safari, sitaki. Mama, mimi mjini naenda na nishafunga tayari vilago vyangu. Kuna mtu hapo ananisubiria. Alafu wewe. Mama, naona unanipotezea muda. Pale basi litatuacha, kwa heri. Wewe. Mama. Nimesema wapi unaenda? Mama, nimekuambia nenda mjini. Wewe wapi? Mama, unajua tunavyoendelea kubishana pa gari litaniacha kule. Licha ya dhiki mapito kwenye maji ya shingo. Brother. Ngoma dai. Asubuhi. Sasa nafika kama isipo asubuhi nafika saa ngapi Dar es Salaam? Ona nafikiri hapa ni hapa na hapa. Mungu na ngoa wanangu. Sasa kuzingatia ni jambo moja la msingi. Nishamaliza kila kitu kwenye masuala ya ile shamba. Usijali, kuhusu mimi nikifika kule sina kitu kitaenda cha. Foyo ngoma ndo hivyo yani. Sawa, naita game news. Ndio wale kile kizungu. Unataka sasa. Sinajua wewe swali nilijua ndio maana wakuwekea pale ili iwe kama surprise. Yaani uingie ndani kweli uone hela hii hapa hii. Kambo. Poa. Mimi tena. Kuja. Ndo nimekuja. Ili tuondoke. Nipo tayari kwa safari. Sasa wewe mbona tumanja njia ya panya ndugu yangu? Lakini kwani yeye kama kashaga kuna matatizo gani? Nisikilize wana ndimbo, nisikilize kwa makini. Unajua huyu ni binadamu. Sawa. Huyu kuna leo na kesho. Asimwambie mabaya. Unaweza kushangaa tin. Parapanda Italia mtu ashaondoka. Inaweza kuwa mama yake afahamu unaenda na nani kwa ajili ya usalama zaidi. Au unasemaje kipenzi? Lakini nilikuwa naomba ukienda kuongea na mama, naomba umsi sana niruhusu niweze kwenda da. Kipenzi, hilo jambo si usiwe na hofu nalo bana. Mimi ndo mimi. Nitaongea na mama, ataelewa vizuri sawa? Sio na wasiwasi. Ulikuwa unatoroka? Toka ndio what is pingeni na wote bana. Asa mbona kama si tungeenda, lakini sasa huko umekuja kufanyaje? Bwana, hebu mwache bwana semeji yako bwana. Hawakuibi gengeni hapa. Mkatape mababaya anamgojea
Wapo. Karibu. Asante. Wageni. Sasa shikamoo. Marhaba, hujambo? Shikamoo. Karibuni jamani. Karibu sana. Habari za nyumbani? Nzuri, vipi hali? Safi, wazima kabisa. Wazima sio? Salamu sana. Eh. Sasa mama, nafikiri tupende kwenye mada. Sawa sawa. Kwa Dar es Salaam, jina langu ni Bwana Mkufya. Sasa nilikaa na binti hapo. Nilizungumza mengi sana. Maana ndiye alinipokea. Maana ndugu yangu alikuwa kwenye genge lake. Tumeongea mengi sana, tumekubaliana. Mimi mwanao kweli ndio tumekubaliana kwamba tuoane wewe na mzee. Mambo yakaenda vizuri kabisa. Safi kabisa. Sasa jambo limefanya nije hapa ni kuhusiana kwamba ili swala kuondoka naye Dar es Salaam. Nikaona hili swala likienda kama ambavyo itakiwa liende itakuwa ni kinyume cha sheria. Nije nyumbani japo hata unione ujue mwanao yupo na nani. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya tufahamu pia wewe pia ni ndugu yangu, ndo mdogo wangu, nafikiri unamfahamu. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Hiyo ipo kinyume cha mila na utamaduni wetu. Binti kuchukuliwa nyumbani bila kuolewa au kutolewa mahari. Hiyo hairuhusiwi. Kwa hiyo binti atolewe mahari ndipo anachukuliwa anatoka hapa nyumbani na kuondoka. Kwa hiyo hapo kumruhusu binti kutoka bila kutolewa mahari umevunja mila na tamaduni zetu. Mimi nakuelewa sana mama yangu. Naelewa kwamba ni kipi kifanyike, lakini ukiangalia mama, mimi sina nia mbaya. Mambo hayo tunafahamu na labda nikuondoe shaka kwamba naondoka naye, lakini nakisha kwamba tunafanya mipango yote kwa ajili ya uhalali wa ndoa yetu. Sawa mwanangu, nimekuelewa kwa hilo. Kama una nia nzuri kwa jambo zuri kama hilo, basi mimi haina budi kuweka uzito zaidi na zaidi. Kwa hiyo mimi niko tayari naondoka na mwanangu, ila mimi mwenyewe na mimi na kisafari kidogo nataka kutoka hapa. Sawa. Ndio. Ongea kitu basi. Brother, huyu ndo mnaondoka naye? Mama, nina 500 wangu na nyanya alinikopa asubuhi. Alikopa 500 yangu. Mama, mwanangu. Asante kwa kuniruhusu. Asante mwanangu. Amna hela yangu anipe hapa. Wewe bwana usijali bwana. Mama, kwa sasa hivi labda la kuongezea, ukiwa na shida labda na nyanya, ukiwa na shida labda na vitunguu, yani kitu ambacho unakitaka wewe njoo dukani kwa kijana, mambo yote mimi nitakuwa namaliza mwenye, hamna shida hiyo. Sawa, ina shida. Nashukuru kwa hilo. Nashukuru sana. Sio na wasiwasi kabisa. Sawa. Kwa kwetu. Afemu. Nafikiri tuondoke. Sinda chako kwetu tena. Mama, baki salama. Licha ya dhiki mapito kwenye maji ya shingo, nilikuwa na wewe, nimweleze nani mimi, niende kwa nani wa kuokoa jazi la ndoo yangu linazama. Kabisa. Asante. Kwangu hapo. Ndo hapa. Hapa ni kwangu. Pazuri. Kwa kawaida, sema tu kwa na amani. Kwa hapo wanaishi mwenyewe.
Hapa mimi naishi na familia yangu, yani na watoto wangu hao wawili mapacha. Wanakaa chumba cha jirani. Ila kwa sababu tu mimi sikuwepo, nikapeleka kwa ndugu yangu mmoja, kwa so muda kama sio leo kesho nitaenda kuwachukua. Utaona. Sawa. Na sawa, nimependa. Mfurahi kufika hapa? Hii ndo Dar es Salaam yenyewe mama. Yaani ukisikia Dar ni sehemu ambayo matunda yote ya duniani hayakauki hata kama iwe kwa msimu gani. Kwa hiyo sehemu na maembe. Na kuna miti kibao. Dar hamna maembe lakini maembe yapo. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Hapa mke wangu kipenzi, karibu. Asante sana. Baadaye mpigia mama mwambie nimefika salama. Ndimbo. Njoo mwanangu. Shikamoo. Mama, jambo. Jambo. Naona mzigo huu. Nyanya, vitunguu, hoho. Malimao nimechuma shambani kwetu kule disharuhusiwa. Haya, sawa. Karibu. Baba. Nilikuwa nakuuliza kitu kimoja. Ndio mama. Uliza tu, hata tafsiri yake. Mbona kaka yako kweli ni mtu mwenye busara? Kuhusu brother, nikutoe shaka. Yaani swala la wasiwasi, usiwe na wasiwasi kuhusu brother. Labda wasiwasi wako ni nini? Mbona kama mama umekuja, yani nikajua unakuja kuniungisha leo na mzigo mpya. Nimempa mwanangu yani kimakosa. Mkatape mapabaya panamngojea mkatape mapabaya panamngojea